السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله وصلاة وسلاما على مصطفى ومن والاه في البدء ومنتهى. أما بعد، أخي الحبيب، أنت في بحبوحتين وفي مأمنين وفي حسنين وفي حرزين. Ndugu yangu mpendwa, nasaha hii ni muhimu sana kwako, na itumie uifanyie kazi, utaona natija yake na faida yake. Katika maisha haya ya ulimwengu leo tumezungukwa na shida ngapi na dhiki ngapi tulizonazo na mambo magumu tunayoona, lakini wewe utakuwa na usalama, utakuwa na raha, utakuwa na amani, utakuwa uko kwenye ngome madhubuti, umehifadhika na balaa na shari nyingi, kwa kupitia njia moja tu ambayo ni istighfar. Haya ninayozungumza yana ushahidi kupitia Qur'an. Surat Al-Anfal, Allah jalla jalaluhu anatuambia, wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Haya maneno ni khitab muwajjahun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anamweleza mtume, lakini anatueleza pia sisi, mimi na wewe. Wama kana Allah, kamwe haitatokea wala haitakuwa Allah awadhibu hawa umma wako, wa anta fihim, hali ya kuwa wewe uko katikati yao, uko miongoni mwao, unaishi na wao. Allah subhanahu wa ta'ala, daraja yako na jaha ulionayo kwake, ni vigumu kwamba ataleta adhabu ushuhudie umma wako wanaadhibiwa na wewe uko na wao. Wama kana Allahu muadhibahum wa hum yastaghfirun, na pia kamwe haitatokea kwamba wataadhibiwa umma wako, wahum, ilhali ya kuwa wao yastaghfirun, yani wanadumu na istighfar. Hapa ni kwamba sisi tuna amali mara mbili, tukasema anta fi buhbuhatain fi amnain fi hizain fi husnain. Tuna amali aina mbili, usalama mara mbili. Usalama wa kwanza, kaunu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fina, ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko na sisi, bado anaishi na sisi. Haya maneno yanazungumza mmoja katika masahaba. Na amali ya pili ni sisi ikiwa tunadumu na istighfar. Sasa ni vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka, hayuko tena ulimwenguni? Je, amali hii bado ipo? Ulama wanasema kulingana na lugha ya Qur'an, wa anta fihim, yani Mtume ni kwamba ameondoka kiwiliwili, yeye hayuko, shakhsia yake yuko kaburini, lakini wa anta fihim ay ma damat sunnatuka qa'imatun fihim. Ulama wanasema Mwenyezi Mungu ana baadhi katika maana inayokusudiwa, Mwenyezi Mungu hawezi waadhibu umma wako hawa ikiwa bado watazitambua sunna zako, watahuisha sunna zako, watafuata maagizo na mafundisho uliowaachia, basi hilo litawafanya wao kuwa katika amani. Kisha amali ya pili, wama kana Allahu muadhibahum wa hum yastaghfirun, ni istighfar. Tukiendelea na istighfari, sisi tuko katika amani na usalama. Hata Iblisu al-lain wakati mmoja alimwambia Allah, mimi sitapumzika kuwapoteza waja wako madamat arwahuhum fi ajsadihim, maadamu bado roho ziko kwenye viwiliwili vyao. Yani mwanadamu akiwa hai hana usalama na mimi nitampoteza tu. La udhillannahum madamat arwahuhum fi ajsadihim. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu akamwambia, wa izzati wa jalali la aghfiranna lahum madamu yastaghfirunani, na mimi na kuhakikishia kwa nguvu zangu na ufalme wangu nitaendelea kuwasamehe madhambi yao, kuyafuta yale madhambi maadamu wao wananiomba msamaha. Kwa hivyo istighfari ni silaha kubwa na ni amani kubwa sana kwa mwanadamu. Na kuthibitisha katika haya, Imam Al-Hasan Al-Basri
wakati mmoja alikuwa ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, amekaa na watu anawafunza kuhusu dini, mauidha anawapa na kuelimisha. Fajaa rajulun shaka ilayhi alqahta, mara bengia mtu akalalamika kwa Hasan al-Basri kuhusu ukame, hali imekuwa ngumu, mvua haijeshi. Qala lahu astaghfirillah, akamwambia wewe endelea kuleta istighfar, leta istighfari kwa wingi na waambie wenzako walete istighfar. Faatahu rajulun akhar fashaka ilayhi alfaqra, mara amekuja mwingine akalalamika kuhusu ugumu wa maisha, hali ilivyo ngumu kwake na tabu ambayo anazipata katika maisha yake. Yani alikuwa na umaskini wa hali ya juu sana. Hasan al-Basri qala lahu astaghfirillah, akamwambia dumu la istighfar, leta istighfari kwa wingi. Fashaka ilayhi akhar, mwingine naye akaja na malalamiko yake, akamwambia ya taqiya din ud'u Allah an yarzuqani ibnan salihan, ewe imam, niombe kwa Mwenyezi Mungu Allah anipe kijana mwema. Yani anamaanisha nimeishi na mke wangu muda mrefu sana, miaka sijajaliwa mtoto, niombe nipate mtoto. Qala lahu astaghfirillah, al-Imam al-Hasan al-Basri akamwambia leta istighfar kwa wingi. Alikuja mtu mwingine fashaka ilayhi jafafa basatinihi, na yeye akamlalamikia kwamba mimi nalima katika shamba lakini mavuno sioni chochote, yani navuna kidogo na nalima sehemu kubwa, ekari nyingi na nalima. Ni vipi mambo haya, shida hii itaondoka vipi? Al-Imam al-Hasan al-Basri akamwambia istaghfirillah, leta istighfar, dumu na istighfari sana. Faajiba aljalisu, watu walikuwa naye pale wakashangaa sana, wakamuuliza ataka rijalun yashkuna alwanan wa yasaluna anwaan, ni vipi wewe wamekuja watu tofauti hapa na kila mmoja anaeleza shida yake tofauti na anaeleza matatizo mbalimbali alionayo. Watamuruhum jami'an biamrin wahid, lakini wewe unawaamrisha wafanye jambo hilo moja tu, yani magonjwa tofauti, dawa ni hiyo moja. Al-Imam al-Hasan al-Basri akamwambia wale watu, ana ma qultu min indi shay'a, mimi sijazungumza maneno yoyote yanayotoka kwangu mimi, haya nilizungumza si yangu. Aw ma qara'tum qawlahu ta'ala hikayatan an Nuh alayhi salam, nyinyi hamsomi Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema nini kupitia ulimi wa Sayyidina Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah anasema Nuh aliwaambia watu wake, muombeni msamaha Mwenyezi Mungu, yeye ni mwingi wa kusamehe. Mkishamuomba msamaha mrudi kwake, yursilu as-samaa alaykum midrara, mvua itanyesha kwa wingi, mighzaran wa midraran, mvua itakuwa hazikatiki. Wa yumdidkum bi amwalin, na atawapa mali nyingi, atawamiminia mali utajiri, wa banin, na mtakuwa na watoto wengi. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, na mashamba yenu yatakuwa yanafanya vizuri, mnavuna kwa wingi, kwa sababu maji hayana taabu, mito imefurika kila mara na mvua zinanyesha. Kwa hivyo maisha yenu yatakuwa ya raha. Kwa hivyo haya tunazungumza, ikhwata al-afadhil, ni mambo ya kweli kabisa. Lau wanadamu wangedumu na istighfar, yangekuwa kwa mabadiliko mengi sana katika maisha yetu. Haya tunayoona ni kwa sababu ya madhambi tunayoendelea nayo, na bila istighfar hakuna usalama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.